watumishi wa ninyi, maaskofu ninyi, mnaopenda kula vitu vya Ikulu ninyi, na msemi ukweli juu ya taifa ninyi, siku moja mtasababisha mabaya makubwa sana kwenye taifa hili. Mtumishi wa Mungu si mnafiki. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa kuokoa nchi, na mtumishi wa Mungu, enyi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msiwatumie watumishi wa Mungu vibaya, taleta laana. Si watu wa kuwapabasha na kuwaletaleta vipindi vyenu vya uchaguzi karibu ili kuwatumikisha mawazo yao. Wacheni wasimamie kusudi la Mungu, waliombe taifa, wasimame kama nabii na mitume wa kweli, wenye kutamka sheria za aliye hai, wenye kuona hatari na kuisema. Mmekula vitu vya Ikulu ninyi maaskofu na ninyi wachungaji, mkapuka chini, uwezo wenu ukaibiwa, mmekosa nguvu na ujasiri wa kusaidia nchi. Nataka tufanye mnaongea vitu vya ajabu wakati mmepewa nafasi kwenye taifa. Itakuwaje rais wa nchi anaulizwa kuhusiana na raia wake? Atakwenda lini peponi huyu? Manake ana maswali ambayo ya madhambi yake yeye mwenyewe hajayamaliza. Anaulizwa kuhusu watu wa ulikuwa umelala Ikulu. Kuna watu kuli majangwani, maporini, kulikuwa kunatendeka hivi na hivi na hivi, na we ndiye mtawala uliyechukua dhamana ya kuwasimamia hawa. Nieleze leo. Subhanallah. Usigombee nafasi yoyote dhamana ya kuongoza watu katika maeneo kama unajijua wewe si mwadilifu, au unajua chama chako kina sera na kanuni na ilani zitakazokupelekea wewe unadhulumu watu hali ya kuwa unajiona. Usigombee, na ukichaguliwa kataa. Wallahi mambo ni mazito mbele ya Allah. Wataenda motoni hawa viongozi hawa, si kwa madhambi waliotenda wao, hawakuzini wao, lakini zinaa ilikuwa inafanywa kwenye utawala wao, na wao ndio waliokuwa wakiruhusu leseni zitoke za uzinifu. Wanakwenda motoni kwa uzinifu wa mtu mwingine, wanakwenda motoni kwa ulevi wa mtu mwingine, wanakwenda motoni kwa makosa ya watu wengine. Kule kuwa na njaa tu, watu wanalala kwenye majumba na ye hana habari, na mishahara mikubwa wanapewa watu mmoja mmoja, kwa sababu tu kahudhuria kikao kahudhuria, hajachangia lolote, kenda kusinzia. Akitoka kwenye kikao kile anaondoka na posho kubwa mno, ambayo huku kuna mtu angeipata ile posho ya siku moja anaoipata yule kwenye kikao, ungelikuwa ni mtaji wa kulisha watoto na akasomeshea. Utanambiaje huyu anakwenda peponi kirahisi? Hendi peponi kirahisi. Usigombee. Ridhika na ulicho nacho. Dhamana ya watu iheshimu sana. Usiwaone wanafaidi wenye kugombea, waonee huruma. Ndiyo maana mmoja katika as-salaf anasema, lau kanat li da'watun mustajaba laja'altuha li wali amri almuslimin. Lau ningelikuwa na dua moja, nimepewa chansi, dua moja nikaambiwa omba dua hiyo, ukiomba itajibiwa, hairudi, basi nisingeliomba pepo wala nisingeliomba moto wala nisingeliomba chochote, ningelimwombea dua mtawala anayewatawala watu. Huyu mtu anitilisha huruma. Hawa watu pepo yao ni ndogo mno, hakuna hija wala nini. Dhamana ya watu ni kubwa mno. Yani mtu leo anaishi kwenye ncha ya moto, kwenye ncha ya shimo ya moto wa Jahannam, na yeye anaendelea tu wala hajali. Lakini sasa anaogopa, maana yake majuto, maana yake ni kwamba anaogopa, mimi nikija kutoka hapa, yale maovu yote ambayo niliyafanya yatakuja kujulikana na wale ambao watakaochukua cheo. Kwa hivyo lazima nibaki hapa katika hali na mali, hata kama itamaana kuwatia watu ndani, kuwadhoofisha watu, kuwafanya watu ni maadui, kutumia njia nyingine mbaya zaidi kuliko hayo. Ndio mnakumbuka miaka ya nyuma hapa, ndugu zangu, wakati wa uchaguzi, nakumbuka ni kama miaka 20 imepita, hii uchaguzi wa station, ndugu zangu, kuna watu walikuja wakatupa petrol bomb siku ya uchaguzi, na kuna watu waliumia. Kuna nini hapa ndani, ndugu zangu, ambaye inang'aniwa kiasi hichi, ambaye watu wako tayari kuwavunjia wengine heshima wala hawaoni, wako tayari kufanya mambo ambayo ni kinyume na dini,
Wengine si kwamba wanayafanya haya kwa sababu ya Uislamu, tunayafanya haya kwa sababu fulani mimi namkubali na fulani mimi simkubali, si kwa sababu ya haki. Fulani ni kabila langu, ule fulani si kabila yangu. Fulani ni rangi yangu, ule fulani si rangi yangu. Fulani mimi nikimchagua huyu na nikimsimamia, inshallah kuna kitu nitapata kwake. Si kwamba eti nasimamia mambo ya haki, na haya yatakwenda kuwa ni majuto, si hapa hapa duniani ndugu zangu, hata mbele ya Mungu siku ya kiyama. Wa thalithuha adhabun yawm alqiyama, Mtume anasema na ya tatu yake itakwenda kuwa ni adhabu siku ya kiyama. Illa man adil, isipokuwa yule ambaye atakayefanya uadilifu, akaipa uongozi haki yake, akasimama inavyotakana kusimamwa, hata kama yuko peke yake hatojali hiyo, atasimama kidete na wala hatoangalia huku wala huku.